Habari zenu, leo nakwenda kuwaletea visa ya kuingia Australia. Hii visa itakusaidia wewe ili uweze kupata visa kwa haraka. Sikiliza video hii mwanzo mpaka mwisho ujue ni vigezo gani vinahitajika kwenye hii visa kuingia Australia. Watu wengi wanatamani kuingia Australia lakini wanashindwa wajue ni kitu gani kinahitajika. Kwa hiyo leo nimekupa fursa ya kusikiliza hii video, utajua ni kitu gani kinachohitajika ili uweze kuingia Australia. Kwanza kabla ya kusikiliza video hii, bonyeza alama imeandikwa subscribe hapo chini, kisha like, comment, share kwa wengine ili waweze kujifunza. Kwa hiyo sikiliza kwa makini video, usiishie njiani, sikiliza mwanzo mpaka mwisho ujue ni vitu gani vinahitajika. Hii visa kuingia Australia, unapewa visa ubalozi, watakupa visa miezi mitatu, miezi sita hadi mwaka mmoja, yani miezi 12. Kutokana na wewe vigezo gani umeenda navyo pale, wamejiridhisha na wewe, hii ndio wataweza kukupa visa, kupangia wakupe visa ya muda gani. Na kwenda kwenye nyaraka ambazo zinahitajika ni bank statement. Hii ndio nyaraka ya kwanza zaidi. Bank statement ni ya muhimu, at least iwe ina muamala wa mwisho ya miezi mitatu. At least kwenye akaunti yako uwe na miezi mitatu na kuendelea. Hii itakusaidia wewe uweze kupewa visa kwa haraka. Pia nyaraka nyingine, passport. Passport ni ya muhimu sana. Huwezi ukaingia Ulaya wala nchi yoyote bila passport. Hii passport itakusaidia wewe uweze kupewa visa kwa urahisi. Pia nyingine, barua ya kazi au barua ya mwaliko. Inategemea na unaenda na visa aina gani. Kama barua ya kazi itakusaidia wewe pia upewe visa kwa haraka kutokana na mwajiri wako jinsi atakavyokuandalia huko unapoenda. Pia atakusaidia kupewa visa, watakupa kwa muda gani. Pia kitu kingine, ratiba ya safari na uthibitisho wa malazi, kwamba kwenye hiyo barua kama ni mwajiri wako amekutumia, ajue ni sehemu ya kulala kama ni hoteli au ni nyumbani kwake au sehemu ya kazi atakayo kuweka wewe. Pia kama utaenda mwenyewe, unaenda kwa safari ya kawaida, utalii, unatakiwa uonyeshe kama ni sehemu ya hoteli ndio utaenda kulala pale. Pia kitu kingine ni kujaza maombi ya visa mtandaoni kupitia IMI account. Kwa hiyo kama unataka kuingia Australia, jaza maombi ya visa kuingia IMI account. Hii itakusaidia wewe upate visa kwa haraka. Kitu kingine, kuonyesha fedha za kutosha na kugharamia, yani kama umeomba labda visa ya kutalii, onyesha yani bank statement yako kama nilivyokuelezea iwe ina kiasi cha kutosha. Labda wewe unasema mimi naenda kutalii, naenda yani kwenda kuangalia labda theluji, naenda kuangalia kitu gani. Kwa hiyo kwenye akaunti yako hiyo bank statement uonyeshe ina kiasi gani, iwe na hela za kutosha, isiwe na hela chache, hutopewa visa. Wanajua kule utaenda kusumbua. Kwa hiyo onyesha miamala yako ya mwisho, hiyo pia itakusaidia wewe. Na kingine, kukizi masharti ya afya. Yaani hii lazima uwe na bima ya afya. Hii bima itakusaidia wewe uweze kupewa visa. Na bima kama nilivyosema, unalipia kiasi cha shilingi 30,000, yani euro 30,000. Kumbuka hii ni Schengen visa, utalipia euro, wanatumia euro hao. Utalipia euro 30,000 kwa ajili ya matibabu. Ikitokea kule labda unaumwa, ikitokea umepata dharura yoyote ya ugonjwa, itakusaidia wewe. Haya, tunaenda kwenye zumuni la kwenda Australia. Pia haya mazumuni utaulizwa ubalozini. Zumuni la kwenda Australia, je, unakwenda kwa kutalii? Watakuuliza unakwenda kutalii au kutembea au kikazi au kwenye sherehe au unakwenda kwa ndugu. Hapa utakuna maswali, kuna majibu ambayo utatakiwa kujibu vizuri ili uweze kupewa visa. Je, una passport halali ya Tanzania? Haya maswali pia utaulizwa. Kama ndio, utajibu ndio. Kama hapana, utajibu hapana. Swali lingine utaulizwa, je, unakwenda kukaa Australia kwa muda gani? Utajibu kwamba nitakwenda, nahitaji nikaa labda miezi mitatu au miezi sita au miezi 12. Kwa hiyo wao wataangalia wakupe visa ya muda gani. Haya ndio maswali ambayo utakwenda kuulizwa huko, na pia hii ndio utahitaji kujaza fomu
na vigezo hivi vifuatilie kwa makini. Bank statement ya muhimu, passport pia ni na umuhimu tena, hii ndio kitu kikubwa zaidi. Huwezi kusafiri kwenda nchi yoyote bila kuwa na passport halali ambayo haija expire, yani ambayo haijaisha muda. At least zibaki hata karatasi 3 za mwisho ambazo unajua hizi kweli zitanisaidia mimi kugonga muhuri. Sio passport imeisha unaenda na safari, hiyo hautaruhusiwa. Kwa kama wewe unajijua passport yako imeisha, kaandae mapema ili uweze kuingia Australia. Nitaendelea kuwaletea vitu vizuri na vigezo na masharti. Kwa hiyo fuatilia video zangu hizi, najua umejifunza kitu kupitia hizi video, na wengi wamesafiri kupitia video zangu, na wengi wananiuliza maswali, wengi nawasaidia. Asanteni kwa kunisikiliza.